Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Popote ulipo katika bara lolote, nchi yoyote, mikoa yote, nikusalimu tena katika jina la Yesu. Nikukaribishe katika kipindi hiki cha Hakuna Gumu kwa Mungu. Langu jina ni rafiki yako na ndugu yako Bishop Emmanuel Sinduije, mwangalizi wa makanisa ya Ngome Makimbilio duniani. Popote ulipo, tunaweza tukaomba kabla kuanza neno letu. Katika jina la Yesu Kristo, Mungu aliye hai. Bwana Yesu, asante, wewe ni mwema na mwaminifu, na kukaribisha tena Roho Mtakatifu katufundishe na kutufungua fahamu zetu na masikio yetu, tukapate kuelewa neno lako majira haya. Karibu tena, uwe pamoja nasi kwa utukufu katika jina la Yesu. Amen. Ndugu msikilizaji, ni kukaribisha tena. Leo tutajifunza uhusiano wa madhabahu ya kingono na anguko la kusudi lako kiroho. Uhusiano wa madhabahu ya kingono na anguko la kusudi lako kiroho. Madhabahu ya kingono inaweza ikasababisha ukafeli kihuduma, ukafeli kwenye kusudi. Moja ya kitu kinachoharibu uchumi, kinachoharibu mifumo ya maisha, kinachosababisha mapepo mahaba kuingia kwenye maisha ya mtu. Ni kweli umeokoka, lakini nyuma ulikuwa na maisha aina gani? Kuna namna ya kushughulikia vimadhabahu vidogo vidogo, wale mboya wadogo ambao ulishughulika nao nyakati zile ulikuwa nao, walikuwa kwenye maisha yako. Moja ya maeneo ambayo shetani hutumia sana kuharibu hatima ya watu ni eneo la kingono. Watu wengi wamepoteza kusudi lao, wameanguka kiroho, wameharibikiwa na huduma zao, wamepoteza moto wa Mungu ndani yao kwa sababu ya kutokulinda maisha yao ya utakatifu. Kuna vita ambayo wengi hawaijui. Vita yoyote haiji kwa njia ya kawaida. Vita yote inakuja kupitia tamaa ya mwili. Kuna vita ambayo haiji tu kwa njia ya kawaida, lakini kuna vita inayokuja kupitia tamaa ya mwili. Mithali 6:27, je, mtu aweza kutoa moto kifuani pake na nguo zake zisiungue? Madhabahu ya kingono ni moja ya silaha ambayo anaitumia shetani kupambana na kusudi la mtu. Hilo naomba ulishike. Kama kuna mambo yanakuharibikia, kama kuna mambo yaelewi na umeingia kwenye wokovu, wengi ni wasiri sana. Ulikuwa unafanya tabia ya kulalalala na kila mwanamke, kila mwanaume. Ulipokuja kwa Yesu, ile dhambi kuachi, ni lazima uisemee kwenye madhabahu. Haina maana ushike maiki usimame. Inawezekana pia ukashika maiki ukasimama na ukasema. Lakini moja ya kitu cha kukusaidia ili uweze kufika kwenye hatua, moja ya kitu cha msingi na cha muhimu sana ili uweze kuvuka na kufika mbali, ni lazima
umwambie baba yako wa kiroho hiyo roho iliyokusumbua au iliwahi kukusumbua ili akukuombee, aweze kukuombea ili akuombee uweze kuvuka. Lakini maana ya madhabahu ya kingono tumeshaiangalia. Madhabahu ya kingono ni mfumo wa kiroho unaofunguliwa kupitia zinaa, uasherati na mahusiano yasiyo ya haki, yasiyo ya kimungu na tamaa ya mwili. Wakorintho wa kwanza 6:16, miili yenu ni hekalu. Bwana Yesu asifiwe. Sio miili ya kufanya uasherati. Mahusiano ya kingono huunganisha nafsi, hisia na maamuzi na ushawishi wa maisha. Nimeshakufundisha maana ya madhabahu ya kingono huharibu kusudi la mtu. Maana yake ni nini? Kuna vitu vya msingi vya kuelewa. Kuna hii madhabahu kisha jengeka kwenye ulimwengu wa roho, kwa sababu inageuka kuwa tabia. Inapogeuka kuwa tabia, kuna mifumo ambayo itakusaidia wewe kuendelea kukusumbua. Inasimama kukusumbua kwenye ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tuangalia namna madhabahu ya kingono ambayo huharibu kusudi la mtu. Moja, hupunguza nguvu za kiroho. Waamuzi 16:19, nguvu zikamtoka nani? Samsoni. Samsoni alikuwa na upako, alikuwa na nguvu, alikuwa na kusudi kubwa, lakini kupitia Delila nguvu zake ziliondoka. Kwa maisha yake yakaharibiwa. Dhambi ya kingono inaweza kuzima nguvu ya kiroho ndani ya mtu. Alikuwa na upako, alikuwa na nguvu, alikuwa na uwezo, alikuwa na mashuhuri, lakini kwa kadhambi haka ka kingono, kadhambi kazina, tayari akazimika kiroho. Lakini namba 2, unaharibu maono ya mtu. Hii madhabahu uharibu maono ya mtu. Mithali 29:18, pasipo maono watu huacha kujizuia. Watu wengi wakishaingia kwenye tamaa upoteza mwelekeo, upoteza nidhamu, upoteza focus ya maisha. Mwili ukitawala, kusudi la rohoni huwa linakufa, kwa sababu mwili umetawala roho. Bwana Yesu tusaidie sana. Biblia inasema mkiongozwa na roho hampo chini ya sheria. Kwa hiyo mkiongozwa na mwili, maana yake tayari mpo chini ya nini? Ya sheria, mifumo ya mwili. Namba 3, hufungua milango ya mateso. Hufungua milango ya mateso. Hosea 4:11, washerati ondoa ufahamu. Kuna watu baada ya mahusiano mabaya, biashara zinaanguka, amani inapotea, maisha yanabadilika. Huyo mwanamke, huyo binti uliyompigia mluzi ukamwona nafaa, huyo mwanaume uliyomkubalia, siku ile mlipofanya tu ndio maisha yako yakageuka mpaka leo uelewi. Yaani ujui kabisa, hata biashara ikakwama. Yaani ukakosa mwelekeo, ukawa ni mtu ambaye ueleweki. Kumbe nyota yako walibeba, maisha yako yaliingia giza kwa siku moja uliolala na huyo mwanaume na huyo binti. Si kila kinachokuja mbele yako ni kitu salama. Wengine wanakuja vinang'aa, lakini wanang'aa lakini sio watu wazuri. Namba 4, huleta aibu katika maisha ya mtu. Nimeshaizungumzia nyuma. Mithali 6:32-33, afanyie uzinzi ana akili kabisa, atapata jeraha na fedheha. Dhambi ya kingono huvunja heshima, uharibu ushuhuda, ushusha thamani ya mtu. Kwa namba 5, uzuia uwepo wa Mungu. Dhambi hii, Isaya 59, nazuia uwepo wa Mungu kwenye maisha yako. Maovu yenu yamewatenga na Mungu. Kwa hiyo watu wengi huomba tena hawaombi tena kwa uhuru, huomba kwa kujisukuma, huomba kwa kujivuta. Hawana amani, hawana moto ndani ya maisha yao, moto wa uamsho, moto wa maombi. Kwa dhambi huleta ukuta katika maisha ya mtu. Namba 6, ufungua hatima ya mtu. Mhubiri 10:1, mtu anaweza kuwa ana kipawa kikubwa na neema kubwa, lakini tamaa zikaharibu safari yake yote ya maisha yake ya kwenda mbele. Namba 7, huleta utumwa wa kiroho. Yohana 8:34, kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Watu wengi wanataka kuacha lakini hawawezi. Hii ni dalili ya kifungo kinachohitaji toba, kinachohitaji nidhamu, kinachohitaji msaada wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Katika Biblia wako watu walioharibikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Na eneo la kingono, mtu wa kwanza ni Samsoni. Kasoma kitabu cha Waamuzi sura 16. Alikuwa na nguvu kubwa, lakini alianguka kupitia Delila. Lakini Daudi pia, Samueli wa 2:11, alianguka na Bathsheba. Dhambi ikaleta maumivu makubwa kwenye familia yake. Suleimani, Wafalme wa kwanza 11 hadi utasoma sura nzima. Wanawake wengi walimgeuza mioyo, akawa mbaya, walimgeuza moyo wake. Mioyo yao ilipiga mfumo wa Suleimani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Suleimani akajikuta anakuwa mbali na Mungu. Namna ya kulinda kusudi hili nisema namba 1, ishi maisha matakatifu.
Namba 1, ishi maisha matakatifu. Petro wa kwanza 1:15 hadi 16. Iweni watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Mungu anazungumza hivyo. Lakini pia namba 2, kimbia tamaa za ujana. Jua udhaifu wako na kimbia tamaa za ujana, zitakusaidia. Unapokuwa unakimbia itakusaidia kama vile Yusufu alivyokimbia tamaa ya zina ya hii madhabahu. Timotheo wa pili 2:22, sikimbie tamaa za ujana. Namba 3, linda macho yako na mawazo yako. Ayubu 31:1. Ayubu 31:1, hiyo itakusaidia. Namba 4, jaza maisha yako neno la Mungu. Zaburi ya 119:11, omba kila siku. Namba 5, omba kila siku. Ikatae taji ya dhambi, ikatae. Mathayo 27:41. Ukiomba kila siku, kuna mambo yanafanyika na kuna vitu vinafanyika, na Mungu pia atakutetea. Hautakuwa mtu wa kawaida, utakuwa ni mtu wa kushinda na mtu wa kuvuka. Bwana Yesu atusaidie sana. Huenda kuna kitu unahisi kabisa kimeibiwa kwenye maisha yako kupitia dhambi hii ya madhabahu hii ya kingono, na unapenda kutoka kabisa kwenye hicho kifungo. Weka mkono wako kifuani, sema: Baba, katika jina la Yesu ninaomba rehema, ninaomba toba. Leo nimekuja kwako, naomba nitakase kwa damu yako. Ninakiri ya kwamba dhambi hii ya zinaa na uasherati imekuwa kwangu ni changamoto, imekuwa kwangu shida. Ninaomba nisamehe, naomba nitakase. Linda kusudi langu dhidi ya kila mtego wa shetani. Kila udhaifu wa wanawake na wanaume ninakataa. Nipe nguvu ya kuishi katika utakatifu, nisije kuharibu hatima yangu kwa tamaa ya mwili. Nijaze Roho yako Mtakatifu na akanifundishe niwe imara, niyashinde majaribu yanayokuja kunifanya nikwame na kurudi nyuma. Katika jina la Yesu Kristo, Roho Mtakatifu nisaidie. Roho Mtakatifu fungua moyo wangu, nafsi yangu, kila nafsi iliyofungwa dhidi ya madhabahu ya kingono, dhidi ya wanawake na wanaume mbalimbali walioingia kwenye maisha yangu, wakaujua mwili wangu, wakajua maisha yangu. Ninatubu, ninaomba rehema. Ninaomba sasa Bwana unipe wokovu ulio imara, maana shetani haogopi huduma, haogopi wito, haogopi cheo, anaogopa mtu aliyejua. Nami nimetambua, nimejua Yesu. Ninaomba unitakase, naomba unioshe. Kuanzia sasa ninakiri nahitaji msaada wako Bwana, sitaweza peke yangu. Nisaidie Bwana kwa maarifa haya niliyoyapata, ukanipe kusimama tena na kuinuka kwa utukufu wako, katika jina la Yesu Kristo, amen. Acha nikuombe. Baba, katika jina la Yesu ninamuinua msikilizaji huyu, baba huyu, mama huyu, kijana huyu, binti huyu ambaye Bwana amejifunza na amegundua kwamba kwenye maisha yake kuna mahali anahitaji msaada wako, anahitaji neema yako, anahitaji mguso wa kipekee. Katika jina la Yesu Kristo, Mungu aliye hai, ninabomoa na kuharibu kila mifumo na roho zote za giza, mikataba yote ya kuzimu ninabomoa kwa moto lao. Ninavunja kila mifumo yote ya giza katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu nenda kadhirike, ukaonekane kwenye maisha yake, ukaonekane kwenye kila hatua, ukamguse na kumwinua kwa namna kipekee katika jina la Yesu Kristo. Roho zote za giza, mikataba yote ya kuzimu dhidi ya hiyo roho, ninakata kiu ya zina, ninakata kiu ya madhabahu kwenye ulimwengu wa roho. Alipoteza kusudi Bwana, nenda kamrejesha, naanza tena upya. Nasimama na wewe Bwana, ukamwinue na kumuonekanikia kwa namna kipekee. Asante kwa sababu hautamwacha, atakuwa pamoja na kwa utukufu katika jina la Yesu Kristo. Bwana, namfungua ufahamu wake, nafungua nafsi yake, ninafungua kile alichokipoteza Bwana, ukampe hatua tena, akasimame tena katika maisha ya wokovu. Roho Mtakatifu kamtetee kwa namna kipekee. Asante kwa sababu ni mwaminifu na mwema, hautamwacha kwa utukufu katika jina la Yesu Kristo, amen. Ikiwa umebarikiwa, unatamani kuongea pamoja na mimi na kushare ushuhuda mbalimbali zile ambazo Mungu amefanya, au unataka kuinua sadaka yako kwa ajili ya madhabahu ya Mungu na kusapoti huduma kama sasa nipo studio na unataka kusapoti ili tuendelee kusimama pamoja, unaweza kunipigia kwa 0789950580 na 0742095599. Mungu akubariki. Share ujumbe huu kwa watu mbalimbali, na naamini wakaribishe wajiunge, na kama hujasubscribe kwenye akaunti zetu unaweza kuzitafuta akaunti zetu, na Mungu akubariki na Mungu kutende mema. Ubarikiwe na Yesu Kristo. Amen. Mafungo yamekatika, dhambi haina nguvu tena. Mafungo yamekatika, dhambi haina nguvu tena. Maisha yangu
sasa yamefunikwa neema, sina tena hatia, nimeoshwa kabisa. Jina la